Mungu kwa sababu ya yale ambayo huwa anafanya katika maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa ambao tulikuwepo jana, Bwana Yesu asifiwe. Kwa wale ambao tulikuwepo jana, kuna vitu ambavyo tulianza navyo. Kitu cha kwanza ilikuwa ni fikra, kwamba tubadilishe mitazamo yetu, tutoke kwenye mitazamo ambayo tupo, tubadilike tuingie kwenye mitazamo mipya. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kitu cha pili kilikuwa ni mafundisho. Tukaona kwamba mtu yeyote ambaye anataka mafanikio lazima akubali mafundisho. Na mafundisho ya kwanza ambayo tuliona ni yale mafundisho ambayo ni ya uzima wa milele, ambayo Biblia inasisitiza sana. Tutafute kwanza ufalme wa nani? Wa Mungu. Lakini pia kwenye mafundisho tukakutana na mafundisho ambayo ni kwa ajili ya maisha yetu. Amina. Lakini pia tukaja tukajifunza leo kitu asubuhi, kitu kilichokuwa kinaitwa kuinuka. Bwana Yesu asifiwe. Na kuinuka tuliona ni kuinuka kutoka kwenye kulala au kuinuka kutoka kwenye kukaa. Na tunamshukuru Mungu, kuna vitu vingi tumejifunza katika kuinuka, lakini kimoja ili tuendelee na vingine, kuinuka ilikuwa ni kufanya maamuzi, ni kuchukua. Okay, ngoja nisome hapa. Kuinuka ilikuwa ni moja ilikuwa ni kuinuka kutekeleza unachokianzisha, lakini kingine ilikuwa kuinuka ni kuwa mvumilivu, lakini kuinuka namna nyingine tuliona ilikuwa nini? Mbunifu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kuna vitu ambavyo tutaenda kujifunza sasa, na cha kwanza ambacho tutaanza nacho, tutaanza na kitu kinachoitwa kuongezeka. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu umebadilisha mtazamo, umekubali kufundishika, umeinuka, umeanza kuziona fursa. Kwa kinachofuata sasa, unatakiwa uanze kuongezeka. Bwana Yesu asifiwe. Tumeona hata kiroho, kwamba kiroho sisi ni mbegu, si ndio ndugu zangu? Kwamba mtu kija kanisani umekaa muda mrefu ukiwa hauzai matunda, ina maana wewe hauongezeki. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu kama sisi ni mbegu, tunatakiwa tuzae matunda. Na tukaona kwamba tukizaa matunda, ili kanisa linakuwa ni dogo, halitatosha. Bwana Yesu asifiwe. Na huko ndo ambapo kunaitwa kuongezeka. Lakini tunapata wapi haya? Tunapata katika kitabu kile cha Isaya 54 mstari ule wa 2 na 3. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nasoma katika jina la Yesu. Panua mahali pa hema yako, na wayatandaze mapazia maskani yako, usiwakataze. Ongeza urefu wa kamba zako, vikaze vigingi vya hema yako, vikaze vigingi vya hema yako, kwa maana utaenea upande wa kuume na upande wa kushoto, na wazao wako watamiliki mataifa, wataifanya miji iliyokuwa ukiwa ukaliwa na watu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tunaona kitu kinachotufanya nini? Kuongezeka. Na kwenye kuongezeka, ili uongezeke, tunaona katika Biblia huyu anaambiwa apanue kwanza hema. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu Mungu anavyotaka kukubariki, Mungu anavyotaka kukuinua, cha kwanza, kama mnakumbuka tulisema hata watu katika kuinuka ubadilishe. Tuliona kwa Ibrahimu kwamba Ibrahimu Mungu alipokuwa anataka kumuongeza, kumpanua, apanuke, anataka kumpa nchi, cha kwanza alitakiwa aachane na mpwa wake. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Alivyokubali kuachana na mpwa wake, Mungu akampa kuongezeka. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kuongezeka, ili Mungu akupanue uongezeke, cha kwanza unatakiwa upanue, kwa sababu hapa tunaongelea kimwili, tunaongelea na kiroho pia, si ndio ndugu zangu? Kwenye mwili, ndugu zangu, ni ndugu zangu katika Kristo, na huo ndio ndugu mzuri kuliko hata wa ndugu wa damu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ndugu wa Kristo ndio ndugu mzuri kuliko hata wa damu. Kifa tu hapa, watoto wako hapa, kama na watoto, ndugu tu ambaye anaweza kaa ni baba mdogo akaanza kuwatesa, lakini Yesu hawezi kuwatelekeza. Bwana Yesu alivyo mzuri.
Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa undugu wa Kristo Yesu ndio mzuri sana. Nikisema ndugu zangu, kwa ni undugu ule katika Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kwenye kupanuka sasa kiroho au kimwili, cha kwanza tunatakiwa tupanue mawazo yetu. Bwana Yesu asifiwe. Si tunataka kuongezeka? Tunataka kuongezeka. Cha kwanza unatakiwa ukubali kupanua mawazo yako. Uache kufikiria kama ulivyokuwa unafikiria awali. Kwenye kuinuka tuliona kwamba kwenye kuinuka uache vitu, nitarudi huko, lakini ngoja tubezi sana hapa ambapo tupo kwenye kuongezeka. Upanue mawazo yako. Upanue namna ya kufanya vitu viongezeke. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu tunaona katika Biblia Mungu alipokuwa anataka kumuongeza Ibrahimu, akamwambia kwanza akubali kuondoka pale alipo, na akamuonyesha eneo kubwa, akamwambia angalia kaskazini, kusini, kaskazini, mashariki pamoja na wapi na magharibi. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ngoja twende kimaandiko sasa. Pointi ya kwanza ambayo niliandika, kuongezeka au kupanuka ni kitendo cha kuongezeka zaidi ya awali au ulipokuwepo ya awali. Bwana Yesu asifiwe. Ni kitendo cha kuongezeka zaidi. Tayari tumeshapita kwenye zile situation zote. Sasa unatakiwa uongezeke. Bwana Yesu asifiwe. Yaani unapotaka kuongezeka, cha kwanza ukutane na zile situation ambazo tumetoka nyuma, ambazo tulijifunza kutoka jana. Ukishazikubali zile, unatakiwa uiandae akili yako katika kuongezeka. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu akili yako usipoiandaa katika kuongezeka, hata utakayokuwa unayafanya hutaweza kuona hayo mabadiliko. Lakini ukiandaa akili yako kwanza kufikiria kwamba nimetoka kule na lengo ninachotaka sasa kufanya ni kuongezeka. Kwa hiyo unapoiandaa akili yako kwenye kuongezeka, hata Mungu, kwa sababu ukikumbuka tulipotoka mlisikiliza baadhi shuhuda za watu hapa ambao walizungumza. Ukiangalia wote walikuwa wanasema mimi nimeanza na Mungu, nimeanza na Mungu. Nimeanza na Mungu, nimeanza na Mungu. Tuliona kule umuhimu wa kuanza na Mungu, kwamba kwenye mawazo yetu lazima tuanze na nani? Na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwamba usianze jambo lolote peke yako, unatakiwa uanze na Mungu, kwa sababu ukianza na Mungu litapata kibali mbele za Mungu pamoja na wanadamu, na watu watalikubali, si ndio? Sasa kwenye kuongezeka, kwa sababu Mungu tayari umeshaweka wazo lako, umeshafungua biashara yako, kinachotakiwa kufanyika ni kuongezeka. Tumefungua kanisa, kinachofuata ni kufanya nini? Kuongezeka. Bwana Yesu asifiwe. Na kwenye kuongezeka unatakiwa uandae mipango, si ndio? Kwamba tumefungua ndio kanisa, lakini tutafanyeje kanisa liongezeke? Sawa. Tutafanyeje biashara zetu zifanye nini? Ziongezeke. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini tunazungumza kuongezeka? Kwa sababu Yesu anatamani wewe uongezeke, usiwe hapo ulipo, yaani usirizike na hiyo hali ambayo uko nayo. Na ndio maana ukisoma katika Biblia, katika hiki kitabu cha Isaya, anamwambia apanue hema, kwa sababu Mungu anataka kufanya nini? Kumuongeza. Kwamba hata sisi tunatakiwa tupanue mawazo yetu ya kufikiri, tupanue uelewa wetu, namna ya kuelewa hata neno linavyokuja, yaani upanue namna ya kulielewa neno, upanue namna ya kulifikiria neno, panua mawazo yako, kwa sababu katika haya ndiko tutakapopata nini? Ongezeko. Bwana Yesu asifiwe. Yesu anataka kutushangaza, lakini huwa anashindwa kwa sababu ya wewe kujiwekea mipaka. Bwana Yesu asifiwe. Kumbe kwenye kuongezeka, kitu kingine ambacho kinaweza kikawa kinachangia wewe usiongezeke ni ile mipaka ambayo wewe umejiwekea. Kuna vitu wengi wanafanya, ameshajiwekea mipaka. Mimi nikipata hii hela nitafanya hivi. Hafikiri katika kuongezeka. Amejipa limit. Mwingine anajipa limit kwamba mimi akishafika watu 200 tu anatosha. Au mimi nikishapata milioni 10, mimi nikishapata milioni 10 mimi natosha. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Yesu yeye anataka tufikirie zaidi ya hivyo tunavyofikiria. Na ndio maana anatuletea somo linaloitwa kufanya nini? Kuongezeka. Tusome kitabu kile cha Efeso 3:20. Efeso 3:20 nasoma katika jina la Yesu. Basi atukuzwe yeye awezaye kufanya mambo ya ajabu mno kuliko yote tuombayo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Au tuwazayo.
kwa kadiri ya nguvu itendayo kazi ndani yetu. Bwana Yesu asifiwe. Nairudia. Basi atukuzwe yeye awezaye kufanya mambo ya ajabu mno mno. Unaona neno mno hapo Mambo ya ajabu mno kuliko yote tuyaombayo. Yaani kumbe tuna namna tunaweza tukawa tunaomba, lakini yeye ana uwezo wa kufanya zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Au tuwazavyo. Na ukiwa kwenye mawazo ambayo unawaza kwenye kile unachokiwaza kwa unamshirikisha Mungu, lazima atakushangaza. Na anaendelea anasema, kwa kadiri ya nguvu itendayo kazi ndani yetu. Bwana Yesu asifiwe. Tunaona kumbe Yesu anatamani kufanya zaidi ya vile ambavyo tunawaza, si ndio? Yesu anatamani kufanya zaidi hasa ya vile tunavyoomba. Lakini huenda Yesu anashindwa kufanya kwako kwa sababu kuna limit ambazo wewe umemwekea Mungu, kuna mipaka ambayo wewe umemwekea Mungu, na ndio maana kuna hela ukishika hautaki kwenye kuziendeleza, kuna vitu unafanya hautaki kuendelea. Bwana Yesu asifiwe. Yesu anatamani atuongeze, atupanue zaidi ya hapa tulipo. Na hili tunaliona katika Biblia. Anasema anatamani kufanya zaidi hata ya vile ambavyo sisi tunawaza. Na ndio maana huwa nawaambia watu, vile ambavyo unajiweka na unavyokuwa ndivyo utakavyokuwa. Kwa tujiongeze hata kwenye kuwaza, kwenye kufikiri. Anza kufikiria hela nyingi ya hizo ambazo uko nazo sasa. Anza kufikiria idadi ya waumini ambao uko nao sasa. Anza kufikiria chochote, yani kitu chochote, hata kama una nyumba. Acha kulizika na nyumba ngapi? Moja. Kwa sababu Bwana anataka akupanue zaidi ya hapo. Kwa unapojiwekea mpaka kwamba mimi nyumba moja inatosha, yani mimi nikipata nyumba moja nimemaliza, tayari umefunga. Kwa sababu kwa nini nasema hivi? Kwa sababu Biblia inasema hivi. Nimesahau ni mstari kidogo lakini kainukuu. Sisi tumepewa mamlaka. Kwa sababu ukiangalia hata katika uumbaji, Mungu anavyomuumba wanadamu au anavyoumba ulimwengu, alichokuwa anasema ndicho kilichokuwa kinafanya nini? Kinatokea. Bwana Yesu asifiwe. Katika kusema. Kwa wewe kumbe unavyosema, unasema mimi ni maskini, kumbe unajiwekea mpaka kuwa nini? Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini? Nani ambaye anasema? Na ndio maana kitu cha kwanza hata tukiongelea kwenye umaskini, cha kwanza unatakiwa uanze kuukataa kutoka mdomoni. Bwana Yesu asifiwe. Uanze kuukataa kutoka wapi? Mdomoni. Ili usijiwekee mipaka. Unasikia si kwetu tukago hivi. Yaani mtu anapata matatizo, haya si kwetu, ni ya kawaida. Tayari anajiwekea mipaka. Kumbe ana uwezo kusema hivi, tunafunga ili kwetu, tunafunga roho ya umaskini, tunakataa hizi roho zote. Kwa sababu tuna Yesu, yote yanawezekana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na wengine wanasema eti huu ugonjwa sisi ni wa familia. Na hizo kuna hao watu wanasema si ugonjwa kwetu, ni wa familia. Tayari anajiwekea mipaka Mungu kwamba Mungu hawezi kuponya. Mungu hana mipaka. Mungu anaweza kufanya zaidi ya yale hata ambayo tunayafikiri. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana Mungu anataka tupanue mawazo. Anataka tupanue mawazo pamoja na fikra zetu zile tulizoziona nyuma. Pia Mungu anataka kutubariki na kutuongeza zaidi ya hapo ulipo sasa. Bwana Yesu asifiwe. Yaani Mungu anatamani sana kukuongeza au kukubariki zaidi ya hapo ulipo. Yaani Mungu anatamani sana. Na ili ukilijua kwamba Mungu anatamani, lazima kuna namna hata wewe mwenyewe. Wewe kumbuka zile shuhuda. Unakuta kila mtu anasema mimi Mungu nilimwambia hivi. Mimi Mungu nilimwambia hivi. Na alivyomwambia Mungu, Mungu alifanya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu moja ni situation moja hapo ambayo hata mimi imenisaidia. Mimi kwenye kukataa umaskini, nimesema juzi siku tunaanza, tuliwekewa mikono, ilikuwa kanisani, familia maskini piteni mbele. Tulipopita mbele mimi nikasema kuanzia leo mimi sio maskini. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kitendo cha kusema, nimesema. Katika ulimwengu wa roho ukisema, unajua jamani kitu ambacho kingine hatujui. Maneno yanaumba. Bwana Yesu asifiwe. Maneno yanafanya nini? Yanaumba. Kwa utoke kwenye zile zana za kujisema kwa udogo, anza kujisema katika ukubwa. Bwana Yesu asifiwe. Kama uangalie binadamu, mtu akijisema kusema mimi ni tajiri, watasema anajisifia. Si ndio Ila akisema wewe yanaumba, usiseme hivyo. Lakini akisema kwenye vizuri, lakini kwenye mabaya tu ndio inaonekana naomba. Lakini kumbe hata kwenye mazuri yale ambayo unaweza kuyasema yanafanya nini? Yanaumba. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunatakiwa tuanze kujiumbia vitu vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Yesu si kila kitu alisema kilikuwa ni Mungu. Ni Mungu, ni Yesu ndio sana. Vyote alisema kule kwenye mwanzo, ukisoma kule mwanzo. Vyote alivyokuwa anavisema vikao. Kumbe hata wewe una uwezo wa kusema
na vikao. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nitajitahidi nikimbie kidogo hapa. Tutazisoma baadhi ya pointi alafu tutaelekezana hapa. Bwana Yesu asifiwe. Pointi nyingine, lakini Mungu hataweza kuyaleta hayo kwenu kama haujajiandaa vizuri, yaani hauna maandalizi ya kutosha. Bwana Yesu asifiwe. Yaani Mungu hataweza kuziachia hizo baraka kwako, hata achilia utajiri kwako, hata ili hivi vitu vyote vifanyike, cha kwanza unatakiwa uwe na maandalizi ya kutosha. Bwana Yesu asifiwe. Na haya maandalizi ya kutosha, tumekumbuke toka mwanzo tumesema yanapatikana katika nini? Mafundisho. Unapokubali kuja kanisani, unapoweka hamu ya kuja kanisani, utoki kama ulivyokuja. Lazima Mungu kuna vitu ataachilia kwako, kwa sababu anaona huyu mtu kweli ananipenda, huyu mtu kweli ananitaka. Na ndio maana Biblia inasema wanaomtafuta tu kwa bidii, hao ndio pekee yao watafanya nini? Muone. Na kumtafuta kwa bidii ndio huku sasa. Kwenye kumtafuta kwa bidii, unavyomtafuta unaanzisha jambo, unafanya mambo na unamshirikisha Mungu. Lazima alete mafanikio. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kitu kingine cha muhimu, lazima uwe na maandalizi ya kutosha, kujiandaa kwenye jambo lolote ambalo unataka kulifanya, ambalo unatamani Mungu akufanyie. Uwe na maandalizi mazuri. Bwana Yesu asifiwe. Ukiangalia hata kwenye ushuhuda wengi kuna yaani maandalizi ni kitu cha muhimu sana. Bwana Yesu asifiwe. Pia baraka ambazo Mungu ametuahidia huenda hatupati au upati kwa sababu ya mipango ulionayo. Bwana Yesu asifiwe. Kitu kingine ambacho kinazuia baraka za kimungu huenda mipango ambayo wewe uko nayo. Na hii tunapata wapi? Kwa sababu Mungu anatuongeza sawa. Kwa sababu kila baraka ambayo Mungu anataka kukubariki ni zaidi ya vitu. Au ngoja niweke vizuri hivi. Pia ili Mungu atuongeze, hatutakiwi kuridhika na vitu ambavyo tulivyo navyo, kwa sababu baraka ambazo Mungu anataka kukubariki ni zaidi ya vitu ambavyo uko navyo sasa. Na ndio maana, kwa sababu kwa nini tumesoma ile ya kwanza? Mungu anataka kukubariki kwa sababu ya mipango ulionayo, kwa sababu wewe umejiwekea mipaka. Yaani mipango yako wewe ni midogo. Mungu mipango yake ni mikubwa. Na watu ambao sisi tunatakiwa tuwe na Mungu, hatutakiwi kuwa na mipango midogo. Unatakiwa uwe na mipango mikubwa ambayo ni endelevu kwa sababu ya utukufu wa Mungu. Na ukikuta unaweka mipango ambayo ni midogo, haina utukufu wa Mungu, yaani kitu chochote kidogo, ukikuta kitu chochote unafanya kwa udogo, hicho mara nyingi kinakuwa kina utukufu wa Mungu. Lakini mipango ya Mungu kwa sababu ina utukufu wa Mungu, lazima iwe ni mikubwa. Na ndio maana ukiangalia mipango ya pasta, anakwambia kanisa ambalo sijui kama ni siri natoa, lakini alikuwa anatuonyesha mipango ya kanisa ambalo anataka kujenga hapa na fedha alizokuwa anataja. Mimi nikasema pasta, mbona kama, lakini kumbe nini? Ana imani na Mungu wake kwamba Mungu ndiye atakayeyafanya hayo. Bwana Yesu asifiwe. Yaani mipango ile unayojiwekea, ile mipango ambayo unaweka mikubwa, Mungu atatafuta njia. Mimi ni mmoja wapo. Na hili nalisema kwa sababu gani? Mimi nilipanga ngoja hili niliache, lakini nitalizungumza mbele. Lakini pia pointi nyingine, palipo na mipango mikubwa ndipo palipo na rasilimali. Yaani penye mipango mikubwa ndipo ambapo utaweza kupata vikubwa. Bwana Yesu asifiwe. Tunaona Mungu hawezi kuleta fedha kwa mtu kama hana maandalizi ya sehemu ya kuziweka au hajaziandalia mazingira. Kwa nini uwe nazo? Bwana Yesu asifiwe. Yaani kama hujaandaa mazingira, kwa nini Mungu akubariki? Au hujaandaa mazingira, kwa nini uwe na fedha? Mungu hawezi kuleta vitu hivyo kwako. Bwana Yesu asifiwe. Ili Mungu azilete baraka kwako, unatakiwa uwe na sababu. Kwa nini Mungu hizi uzilete kwangu? Yaani si unataka mafanikio, unatakiwa uwe na ndio Mungu unataka, ndio una maandalizi, lakini je, kwa nini nikuletee? Kwa sababu hivi ndio vitu Mungu anaweza kukuuliza. Kwa sababu leo hii mtu hapa anaweza, jamani, mimi nilikuwa nawaambia ndugu zangu sana, niambie hivi. Mtu unaweza kumpa milioni 10. Sawa? Na kuna mtu unaweza kumpa milioni 1. Wakawa anafanya biashara hii. Lakini yule wa milioni anaweza akaja akaifanya ikawa milioni 10.
na yule wa milioni 10 akashindwa kuifanya iwe milioni 11. Bwana Yesu asifiwe. Yaani yule wa milioni 1 ana uwezo wa kuifanya ikawa milioni 10, lakini yule wa milioni 10 akashindwa kuiongeza hata milioni 1. Bwana Yesu asifiwe. Nini? Kwa sababu hana maandalizi, hakujiandaa kupokea. Kwa sababu mtu unavyokuwa unataka lazima uwe na maandalizi. Kwa nini Mungu akupe bilioni 1? Kwa nini? Si unataka bilioni ndio. Kwa nini Mungu akupe? Haya, huko nimeongea mbali. Okay, sawa. Naungana na baba. Okay, tuanze tu. Kwa nini unataka Mungu akupe milioni 10? Au kwa nini Mungu nilisema napendaka kusema sana nyumbani. Mimi nilisema, nimewahi kuambia nyumbani, kaambia hivi. Mkitaka ninyi mfanikiwe, muulizeni kwanza Mungu. Mungu, wewe si umesema umetuita? Na wewe si umetuumba kwa sababu nataka hiki kitu. Na nikitaka hiki kitu, unajua ni viprotocol vidogo sana. Mimi naingia agano la kimungu cha kwanza kufanikiwa. Nilisema hivi, Mungu naomba. Nimeukataa umaskini cha kwanza. Nimekubali mafundisho, nikasema Mungu naomba kama unaona ukinibariki nitakuacha, usinibariki. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hayo ni maombi, sina hata 100. Lakini naanza kwa sababu unajua kwamba Mungu unaweza kunibariki. Lakini mimi leo natamani kukutumikia. Ndio natamani kukutumikia. Lakini sasa sitaki fedha zije zinigombanishe na wewe. Kwa utakaponipa fedha, naomba ziwe kwa ajili ya utukufu wa kwako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Jamani, sijui sema nikisema nitakuwa najisifu. Lakini Mungu kanibariki mno. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa ajili ya utukufu wa Mungu, sio kwa ajili ya mimi. Na ndio maana linapokuja swala la kimungu, mimi sijaikuwa mzito. Na ndio maana baba jana alikuwa anasema, mimi sikutaka hata kusema. Kwa sababu hilo tumejenga kanisa Mtokera, kwa kanisa kubwa. Sio tumejenga, niseme nimejenga. Lakini tunakuja sasa tujenge na kwetu hapa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na hii inawezekana. Unajua tunataka kusema hii wewe. Hapo nitapiga makofi kama mimi.